Ikiwa leo ni tarehe 15 ya mwezi wa pili, tumepata wasaa kukutana tena katika ukumbi wetu wa Senate kwa ajili ya discussion chamber ya pili ndani ya semester hii. Karibuni sana katika discussion chamber. Mada yetu ya leo inasema kwamba mahusiano vyuoni, uhuru wa maamuzi binafsi au shinikizo la mazingira. Je, ni hitaji lisiloepukika au chaguo linaloweza kudhibitiwa? Sitakuwa msemaji, naomba nimkaribishe mtu ambaye ataenda kutufafanulia mada yetu kabla hatujaendelea. Karibu sana Miss Dorcas kutoka Peer Educator. Kwa kuanza, mahusiano ni uhusiano ambao ni maridhiano baina ya watu wawili au zaidi, ambapo mahusiano hayo yanaweza kuwa ya kifamilia, kirafiki au kimapenzi. Pia kwenye mahusiano kuna aina mbalimbali za mahusiano. Watu wengi sana huwa tumebase kwa kusema kwamba mahusiano ni mahusiano ya kimapenzi. Mimi nina mahusiano yangu na mpenzi wangu hivyo, lakini huwa pia kuna mahusiano ya kifamilia, kirafiki, kikazi na kiofisi. Tunaposema mahusiano ya kiofisi, tunajua kabisa kwamba ofisini mnapokuwa pamoja na wafanyakazi wenzako lazima muwe na mahusiano mazuri. Usipokuwa na mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzako, huwezi kufanya kazi vizuri. Pia tunavyosema mahusiano ya kifamilia, mfano baba na mama, baba na watoto wake, mama na wanawe, hivyo. Pia tunaposema mahusiano ya kimapenzi, ndio ambao watu wengi sana tunayajua. Mtu anakuwa na mpenzi wake chuoni, nyumbani, wapi, popote pale. Pia kwenye mada yetu inasema mahusiano vyuoni ni uhuru wa maamuzi binafsi. Tunaposema uhuru wa maamuzi binafsi, tunamaanisha kwamba mtu anakuwa na uhuru wa kuamua kitu cha kufanya katika maisha yake bila kushinikizwa au kulazimishwa na mtu yoyote au mazingira yanayomzunguka. Au shinikizo la mazingira. Tunaposema shinikizo la mazingira, maana yake mtu anapoishi, mazingira anayoishi, watu, jamii inayomzunguka inamlazimisha kufuata kitu fulani au kufanya maamuzi fulani bila yeye ridhaa yake. Hata kama hataki, inambidi ayafanye. Ndio tunaposema shinikizo la mazingira. Pia tunasema je, ni hitaji lisiloepukika? Hitaji lisiloepukika maana yake ni kitu ni cha lazima kukifanya. Utake usitake, ni lazima ukifanye. Maana yake ni muhimu, ukikikosa kuna kitu unapungukiwa kwenye maisha yako. Pia tunaposema ni chaguo linaloweza kudhibitika. Tunaposema chaguo linaloweza kudhibitika, tunamaanisha kwamba kitu kipo ndio, lakini unaweza kuamua nikifanya au nisikifanye, niachane nacho. Naweza kukidhibiti. Hata kama nisipokipata, naweza nikaendelea maisha yangu na maisha yakaendelea vizuri. Sasa tunaporudi kwenye mahusiano vyuoni, tunaposema mahusiano vyuoni ni uhuru wa maamuzi binafsi au shinikizo la kimazingira, tunamaanisha kwamba vyuoni hapa jinsi tulivyo, mtu anaamua kuwa na mahusiano binafsi. Tunaposema uhuru binafsi, naamua sasa naingia kwenye mahusiano kwa sababu 1, 2, 3. Labda mimi naingia kwenye mahusiano na rafiki yangu kwa sababu ya kusaidiana katika masomo, au mimi naamua kuingia kwenye mahusiano na kaka Jackson ili awe mpenzi wangu. Tunapeana ushauri kwenye mambo fulani. Tukisema ni shinikizo la kimazingira, maana yake mimi naingia kwenye mahusiano kwa sababu nimemwona rafiki yangu yupo kwenye mahusiano. Sasa mimi akiniona sipo kwenye mahusiano atanionaje? Au nimeona sina hela, wenzangu kila siku wanatoka, wanaenda wapi, mimi sina hela. Inabidi niingie kwenye mahusiano ili niweze kupata hela na mimi. Hiyo inakuwa ni shinikizo la kimazingira, sio uamuzi wangu binafsi. Pia tunaposema je, ni hitaji lisiloepukika? Mahusiano ni hitaji lisiloepukika. Ni hitaji lisiloepukika. Sasa mahusiano, mimi kwa ninavyojua mahusiano ni hitaji linaloweza kuepukika. Tunaposema lisiloepukika, sidhani. Mahusiano ni hitaji linaloweza kuepukika. Mimi naweza nikaamua siingie kwenye mahusiano, lakini kuna yale mahusiano mengine tunaweza tukaamua yanaweza kawa yasiyo kuepukika. Mfano, mahusiano mimi na rafiki yangu darasani, tunasaidiana katika masomo, ni hitaji hilo lisiloepukika. Ni lazima uwe na rafiki ili msaidiane katika masomo. Mahusiano ya kifamilia, baba na mama, watoto wake, ni hitaji lisiloepukika. Japo wengine wana ignore, lakini ni mahitaji yasiyoepukika. Pia tunasema chaguo linaloweza kudhibitika. Mimi naweza kudhibiti kutoingia kwenye mahusiano. Niamue niingie nisiingie, ni mimi.
Ndio hivyo tunavyoelezea mada yetu. Tumeweza kujua sasa mada yetu tunaenda kuijadili ina kiini gani, inaendaje na inaendeshwaje. Bila shaka kila mmoja ameweza kufahamu ni nini mahusiano. Though sidhani kama kuna mtu yuko hapa at this age hajui maana ya mahusiano, kwa sababu wengi wao au wengi wetu jana tumetoka kupokea zawadi, au sio? Mawe anasema hapana, lakini na imani kati yetu kuna watu jana walikuwa na siku nzuri, lakini pia kuna watu ambao walikuwa na siku mbaya, right? Yes, hiyo na uhakika nacho. Na ambavyo ametoka kutuelezea dhana nzima ya mahusiano vioni kama hitaji linaloweza kuepukika ama ni kitu ambacho hakiwezi kuepukika, lakini pia mahusiano kama maamuzi binafsi au shinikizo la mazingira. Wengi wetu huwa tunasema mwili ni wa kwangu, maamuzi ni ya kwangu. Lakini je, kama maamuzi ni yako, kwa nini unaogopa kuonekana tofauti? Lakini kama maamuzi ni yako pia, kwa nini ukiwa na kundi la watu fulani au ukawa na kundi la watu wengine tabia yako inabadilika? Lakini pia kama mwili ni wa kwako na maamuzi ni ya kwako, kwa nini unaogopa kusemwa? Leo ni tarehe 15, ndio maana naiongelea sana, na tarehe 14 ni jana pekee, ambapo tunaenda kujadili mahusiano. Jana pia ni siku ambayo iko termed as siku ya mahusiano au mapenzi ambayo inaadhimishwa duniani, si ndivyo? Ni Valentine Day. Kama ambavyo leo tunajadili pia mahusiano, ningependa kufahamu, kuweka uchachu kidogo wa mada yetu. Ni nani anaifahamu vizuri Valentine Day? Yaani nataka mtu atuambie kabisa what is Valentine Day na kwa nini iko hapo. Chemsha bongo kabla hatujaenda kuchimbua madini vizuri. Anyone? Anyway, kama wote hatujui historia ya Valentine, ngoja mimi niwapitishe kidogo kabla mnaandaa madini kichwani, si ndivyo Valentine Day huadhimishwa kila mwaka tarehe 14 Februari kama ambavyo ilikuwa siku ya jana. Asili ya tamasha hii ilitokea katika tamasha la Lupercalia. Kabla ya Ukristo kuenea katika dola la Roma, kulikuwa na tamasha lililoitwa Lupercalia lililofanyika katikati ya Februari. Baadaye katika tamasha hili waliendelea kuongeza vitu, ikiwemo walikuwa wanajadili mambo ya uzazi na baraka za familia, sherehe za ujana, lakini mila za kuchagua wenzi kwa bahati. Tanzania sidhani kama haipo sana, watu wanapata wenza wao kwa kuzungumza, tena anayeanzisha waga ni mwanaume, si ndivyo Lakini katika hilo tamasha walikuwa vijana wanashiriki kupata wenza kwa bahati. It's either ni kupatie uwalangu uchukue, ni kushike ugeuke, means tumekubaliana. Hawakuwa na mambo mengi katika kipindi hicho. Lakini watu wengi pia wanafananisha tukio la Valentine au siku ya wapendanao na mtakatifu aliyekuwa anaitwa Valentine. Hii ndugu zangu wa upande wa pili nadhani mnalifahamu zaidi, sivyo? Mtakatifu Valentine. Kuna simulizi kadhaa kuhusu Valentine, lakini maarufu zaidi ni ya kuhani aliyeishi wakati wa utawala wa Claudius wa pili katika karne ya 3. Inasemekana kwamba mfalme alipiga marufuku vijana kuoa kwa sababu aliamini askari wasiooa walikuwa hodari zaidi vitani. Lakini Valentine aliendelea kuwaozesha wanandoa kwa siri. Mfalme alikuwa amezuia ndoa ili askari wake wawe hodari vitani. Unajua mapenzi yanachanganya vitu vingi Ndio maana wanasema mapenzi yana run dunia. Kwa hiyo pengine mwanajeshi anaweza kaenda vitani akiwa anamwaza mkewe nyumbani, aidha na familia. So mfalme huyo aliamua kuzuia kabisa ndoa ili wanajeshi wawe hodari katika uwanja wa vita. Lakini mtakatifu Valentine yeye alikuwa akiwaozesha wanajeshi wale au vijana wote kwa siri. Lakini baadaye alikamatwa na kuuawa katika tarehe hiyo ya 14 Februari. Lakini baadaye pia waliona umuhimu wake na kanisa liliadhimisha siku hiyo kama ni siku ya Valentine.
UDOM Ambassadors. Basi kwa kuwa tumeshapata utambulisho wa mada yetu na imani wote tuko aware na kitu gani ambacho tunaenda kukidiskasi ama kukijadili siku ya leo. Mimi sio mzungumzaji kama ambavyo nilisema awali, mimi sio msemaji, bali ni mwongoza mada pekee. Nitakuwa nanyi kuanzia sasa tutakapoenda kufungua rasmi mjadala huu upande wa wachangiaji. Mtakuwa nami Nasma Ali, na sasa ninaenda kuhamisha kipaza hichi upande wenu. Utaratibu ni ule ule, utanyosha mkono, utakuja kutupatia madini yako. Karibuni sana Discussion Chamber, ikiwa ni tarehe ya 15 Februari 2026. Kwa upande wangu nitaenda kuchangia baadhi ya nondo ambazo nimejitahidi kuweza kufika nazo. Kama mtambulisha mada kwa mara ya kwanza alipokuja na akatoa maana ya mahusiano, kwamba mahusiano tunaweza tukasema kwamba kila mwanafunzi ana haki ya kuchagua namna ya kuishi maisha yake katika jamii. Tunaangalia sasa katika ule muktadha wa elimu za vyuoni au elimu zozote zile katika kuanzia primary mpaka huku vyuoni, kwa sababu mada imebezi vyuoni, basi sisi tutaenda katika vyuoni. So kila mwanafunzi ana uhuru wa kuchagua namna ya kuishi yeye vyuoni, na tukirejelea katika sheria za nchi kwa upande leche labda wa kijana, kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 35, tunamtemu huyo ni kijana na ana uwezo wa kujitegemea na ana uwezo wa kuwa na maamuzi yake yeye binafsi, apati kutoka kwa wazazi. Sasa huyo mtu tunamtemu kama ana uelewa wa kutosha kuhusiana na nini, na maisha yake, kwa sababu ana vision na ana mission ya maisha yake, kwa maana ana ile structure ya kutosha ya maisha yake. Sasa mahusiano, hilo ni jambo ambalo lipo katika ile structure ya kijana kuanzia miaka 18 mpaka 35. Huyo tayari ni kijana, kwa hiyo ana uwezo wa kuendeleza maisha yake bila shuruti yoyote. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema ni maamuzi binafsi. Kwa mfano, kuna msemo mmoja unasema ya kwamba kwa muda huu sasa hivi vijana wa kiume wanazo value. Sijasema kwamba hawatakuwa na value katika umri fulani, lakini kwa sasa hivi tunaambiwa kwamba hatuna ile nini value, lakini kwa upande wa dada wanaambiwa wao kwa sasa hivi ndio wana value, lakini itakapofika katika age fulani itakuwa ni vice versa. Wanaume watakuwa na value, lakini ile thamani kwa upande wa dada inaweza ikafanyaje, inaweza ikashuka. Lakini hatuamini hivyo. Value ya mtu inaanzia mpaka pale alipozaliwa mpaka pale atakapofanyaje, atakapotuaga hapa duniani. Kwa hiyo mimi ninaamini ni maamuzi ya mtu binafsi kutoka moyoni mwake, kwamba mimi nimeamua kufocus katika hiki kitu na mimi sijaamua kufocus katika hiki kitu. Mahusiano mengi ambayo yanafanyika vyuoni yamekuwa ni ya mazingira kwa sababu zifuatazo. Moja, uigaji wa tabia za wanafunzi wengine au uigaji wa tabia. Nikimrejelea mwanasaikolojia mmoja, Albert Bandura, aliweza kusema katika social learning theory yake, aliweza kubainisha mambo makuu matatu, akisema kwamba tabia zinaweza kujengeka katika misingi mikuu mitatu. Msingi wa kwanza ni msingi wa kuona, observing, kwamba watu wanaiga tabia kulingana na walivyoona wenzao wakifanya. Lakini ya pili ni njia ambayo sema kwamba ni imitation, kwa kufanya. Nimeona fulani kafanya kitu fulani na mimi naenda kufanya. Lakini ya tatu ni njia ya uimarishaji, kwa jina lingine tunasema kama reinforcement. Akasema kwamba watu wanaiga tabia na tabia moja kwa moja itaendelea. Mtu unaweza ukajikuta una tabia fulani, yani ni utamaduni wako wa tabia hiyo, kutokana kwamba kuna kitu cha tatu wewe umekiadapt ambacho tunasema ni reinforcement. Katika reinforcement, kitu ambacho kina positive reinforcement kinaendelea, lakini kitu chenye negative reinforcement kinafifia. Ndiyo maana kwa mfano, kama utaona, kwa mfano mimi nizungumzia katika kipengele cha mahusiano ya kimapenzi, umeona mwenzako amehusika katika mahusiano ya kimapenzi na fulani, leo alikuwa hana simu, kanunuliwa iPhone.
wako katika mahusiano ya watu wawili, lakini kesho kutwa unaona katolewa out kiwanja fulani, anakwambia rafiki yake. Kesho na kesho kutwa utaona huyo kamtoa katika mazingira mengine. Huyu mtu hatakuja kuiga naye kuingia katika mahusiano kwa sababu ameona mwenzake ameweza kufanikiwa katika kipengele cha nini, cha reinforcement. Kwa mimi moja kwa moja ninaweza kusema kwamba mahusiano vyuoni ni ya kimazingira kutokana hiyo moja na moja, lakini hoja ya pili ni shinikizo la kijamii. Shinikizo la kijamii. Na hoja yangu ya mwisho ni kuhusiana na ushawishi wa mitandao. Watu wengi tumekuwa tukiangalia movie sana hizi za kimagharibi, unaona sijui alimfanyia mama fulani, alimfanyia hiki, kwa na wewe unasema kwamba nitaingia katika mahusiano na mimi niweze kutekeleza haya ambayo nimefanyaje, nimeona. Kwa moja kwa moja mahusiano ambayo tumekuwa tukiyashuhudia hasa chuoni na katika maeneo yoyote yale yametokana na mazingira, kwa namna gani watu wengine wamefanya na yule mtu amekuja kufanya vile. Mahusiano vyuoni si hitaji ambalo haliwezi epukika, bali ni chaguo la mtu binafsi. Kwa mwanafunzi mwenye malengo na nidhamu, anaweza kuwa na chaguo sahihi ambalo litamfanya yeye kufikia malengo yake, kwamba si lazima kwa mtu au mwanafunzi kufanikiwa chuoni lazima awe ameshiriki au awe na mahusiano. Hilo ni jambo ambalo sio la kweli. Kwa hiyo kwa mwanafunzi, kama alivyosema kwamba kwa watu wengi wanafanya kuiga. Kwa hiyo kwa mwanafunzi, kama nilivyosema kwamba kwa mwanafunzi mwenye malengo na nidhamu, hilo haliwezi kumyumbisha kwamba anakuwa anaiga au vipi, hapana. Kwa hiyo hiyo ni point yangu kwa mada yetu ya leo. Ni vyote, kwamba mazingira yanaweza kumsababisha mtu aingie kwenye mahusiano, lakini pia maamuzi binafsi yanaweza kumsababisha mtu aingie kwenye mahusiano. Pia sehemu ya pili ya mada yetu inasema, je, ni hitaji lisiloweza kuepukika au chaguo linaloweza kudhibitiwa? Kwa mtazamo wangu hapa ninaona ni chaguo linaloweza kudhibitiwa. Nianze kwa kusema kuwa mahusiano ni swala la hiari. Kwa mtazamo wangu mahusiano ni swala la hiari, japokuwa linaweza likaafektiwa pia na mazingira. Mimi nitabezi sana upande wa swala la hiari. Sababu zinazonifanya niseme mahusiano ni swala la hiari, kwanza, watu wengi ambao tupo vyuoni ni watu wazima kisheria, na sheria inatambua kuwa tunapofikisha umri wa miaka 18 basi sisi tuna uwezo wa kufanya maamuzi yetu binafsi pasi kuvunja sheria. Lakini swala la pili ni hilo maamuzi au malengo binafsi pia. Sasa naomba nielezee kwa nini nasema mahusiano ni swala la hiari. Tunaweza tukaelewa kuwa mahusiano ni swala la hiari endapo tutaelewa vizuri nadharia za mahusiano. Nitaanza na kuelezea nadharia ya kwanza, social exchange theory. Tukifuatilia vizuri nadharia social exchange theory inatueleza kuwa mtu anaingia kwenye mahusiano pale ambapo anaona anaweza akapata faida. Na ndio maana ukiangalia vizuri kwenye hii theory kuna pande mbili, faida na hasara. Sasa endapo faida zitazidi hasara, basi mara nyingi huwa inamforce mtu aingie kwenye hayo mahusiano. Nitachangia basing on experience na nilichokiobserve. Tukianza na mada inavyosema kwamba mahusiano vyuoni, uhuru wa maamuzi binafsi au shinikizo la mazingira. Yaani tukiangalia uhalisia wa kitu, yaani kwamba mahusiano generally ni shinikizo la mazingira. Watu wengi wanaingia kwa mahusiano kutokana na kile wanachokiobserve. Kwamba mimi nakaa, roommate wangu anaspoiliwa, anatoka out, anafanywa vitu fulani. So generally nitakuwa interested na mimi kuingia kwenye hayo mahusiano, nione kwa upande wangu kipi nitakipata. Na tukisema kwamba sawa, inaweza ikawa ni uhuru wa maamuzi binafsi, lakini kutokana na nature ya mazingira ya chuo yalivyokaa, lifestyle za watu, afu ni mazingira ambayo mnakutana na watu tofauti, kila mtu yuko busy na mambo yake, unaweza kukuta hizo need of social support, emotional support. Sometimes umepita depressions, sijui mtu wa kukusupport, college, kufanya nini. Kwa hiyo unajikuta hukutaka kuwa kwenye mahusiano, lakini yale mazingira yanakuforce.
Na tukija kwenye sehemu ya pili ambayo nasema, je, ni hitaji linaloepukika au lisioepukika? Mimi kwa upande wangu, kwa jinsi chuo tulivyo, mahusiano ni chaguo lisiloepukika. Iwe kwa kubali au kukataa. Kwa sababu tukiangalia kwanza, hata kama tuachane kwamba na yale mahusiano for and support company and everything, lakini still watu wengi katika umri huu tunajiandaa. Baada hapa watu wataenda, watakuwa na kazi zao, watajenga familia, courtship itafanyika lini? Watu wengi ambao huko maybe kutoka hapa unaenda kwenye ndoa, mwenza wako mnaandana mapema, mnafahamiana kila kitu. Kwa tukiongelea kwamba ni kitu kinacho unaweza ukadhibiti sana, lakini ni chaguo lisiloepukika. Na pia nanilia, we all need support. Tunahitaji dopamine for happiness. Tunahitaji watu wa kutucourage. Tunahitaji yani hivyo. Kwa mimi siwezi nikaa mnyonge na watu hapo. Yani generally mahusiano hayaepukiki. So yes, we need to have cautions. Kwamba jitahidi tu uwe na precautions kwamba nifanye hiki nisifanye hiki, ili mwisho wa siku kutoka kwa mahusiano usijilaumu. Lakini eti usiogope kuingia kwenye mahusiano ukaona kama ni kitu kibaya. Kwa sababu sisi ni watu wazima, unajitambua, unajua nini nataka, nini nifanye kwa wakati gani. Kwa mahusiano ni pai jamani. Mimi mchango wangu ni tumaini. Usome na kusumbua, ninakupenda wewe. Yale mapenzi ulionipa yafanya na kusumbua. Yale mapenzi ulionipa ndo yafanya na kusumbua. Naomba nihurumie, kosa langu kosa gani? Kukupenda sio makosa. Naomba nihurumie, ninakupenda wewe. Yale mapenzi ulionipa ndo yafanya na kusumbua. La 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 la. La 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 la. Ndo nyota yangu kama TID, nikikuudhi usinikimbie kama amini. Wangapi mnaujua wimbo? Wengine walikuwa hawajazaliwa. Uwe ndo nyota yangu kama TID, nikikuudhi usinikimbie kama amini. Natumaini utanielewa zaidi ya yule beka. Nikikuudhi nitakubembeleza kama bana baboya. Usininyoshe sumu ya mapenzi, usiwe mama mubaya. Mimi sio mgeni wa mapenzi, maumivu nayajua. Sio kisa pombe elonifanya nilopoke. 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 Daima na milele nitakuwa nawe maisha yangu yote. Nishakwambiwa hivyo.
daima na milele. Hey, nitakuwa nawe maisha yangu yote. Sitasema bora ukimbie kama lino, usiende kwa mganga kama Kasimu. Natumaini kilio changu umesikia. Natumaini machozi yangu utayafuta. Natumaini kilio changu umesikia. Natumaini machozi yangu utayafuta. Kwa ufahamu wangu mimi ninavyojua, mahusiano salama ni mahusiano ambao wanaingia watu wawili, wa kike na wa kiume, ila yatakuwa yanajali pande zote mbili, kati ya mwanaume na mwanamke, na kuweza kujali pande zote mbili bila kuasili. Hapa tulipo tunazungumzia issue ya sisi ni wanavyuo, tupo chuoni. Kwa hayo mahusiano ambayo ni salama, ambayo utakuwa umeingia, yawe hayawezi kuasili masomo yako, kama ni uchumi, saikolojia, afya au ndoto zako. Idomo Ambassador, kupitia hivi vitu ambavyo nimetaja, masomo, uchumi, saikolojia, afya na ndoto zako, tutaweza kuvipitia alafu turejelee kwenye mada yetu. Mahusiano salama, kama sisi pia educator tunapromote kuwa na mahusiano salama. Kwa mfano sisi ni wanafunzi hapa. Sisi ni wanafunzi tunasoma. Tunapaswa kuwa na mahusiano ambayo ni salama, ambayo yatafanya wewe uwe comfortable, upo na mpenzi wako lakini masomo yako yanaenda vizuri. Yaani mahusiano yasiende kwa asili nini? Masomo yako. Wewe una mahusiano na mtu lakini unakuta kwenye mahusiano ambayo upo naye unakuta na kuasili sana kiuchumi. Inafika kijana labda una mahusiano na msichana lakini umepokea boom kwa mfano. Baada ya kupokea boom inakuja kwamba yani muda wote moyo watu ambao ni wa kutoka out bila mipango. Kwa hiyo ni issue ambayo itakuwa nini? Sio mahusiano salama, itakuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo itabidi kipindi mnaingia kwenye mahusiano, wewe na yeye muweze kuwa na makubaliano kwamba pale ambapo tutaweza tutafanya. Pale ambapo hatutaweza tutafanyaje? Hatutafanya. Kwa mujibu wangu, ndiyo, mahusiano vyuoni ni hitaji linaloweza kudhibitika. Mwanafunzi anaweza kuamua kusubiri hadi pale atakapokuwa tayari, aidha atakapokuwa amehitimu au kwa mipango atakayojiwekea mwenyewe. Na pia kuchagua aina ya mahusiano yanayoweza kuendana na maadili yake ya kijamii, ya kidini ama ya alipotokea. Nitawapitisha kidogo kwenye namna ambapo mwanafunzi huyu anaweza kudhibiti mahusiano vyuoni kama ifuatavyo. Cha kwanza, mwanafunzi anatakiwa atambue lengo lake mapema. Chuoni kila mtu kaja na lengo moja ambalo ni kusoma. Kwa hiyo kila mtu atakapotambua kwamba lengo lake kuu ni kusoma, atajua kwamba mahusiano ni just extra. So anaweza akaepuka ama akawa nayo na ataweza kuyadhibiti kwa ufasaha. Lakini cha pili ni kuweka mipaka. Katika kujiingiza kwenye mahusiano vyuoni ama kabla ya kujiingiza au baada ya kujiingiza kwenye mahusiano vyuoni, mwanafunzi anaweza akajiwekea mipaka yake. Kwa namna gani ataweza kuyaendesha hayo mahusiano ama kwa muda gani ataweza kujiingiza katika hayo mahusiano. Aidha mtu anaweza akasema kwamba amekuja chuoni anahitaji akitoka awe na mahusiano, basi atajiwekea kwamba atatafuta huyo mwenza na wakaweka mikakati na mipango kwamba watajihusisha, yani watajiingiza kabisa kwenye mahusiano baada ya kumaliza chuo na sio wakati ambapo wapo chuo. Mimi niingie kwenye mada hii kwa kurejelea vitu vitatu. Tunapokuja hapa chuoni ama unapopata elimu yoyote, unapoifuata, kuna mambo matatu unakutana nayo. Moja ni knowledge ambayo ndio tumeifuata hapa, aidha umekuja kusoma hapa taaluma yoyote, ni knowledge.
Lakini kwa haraka discipline, nidhamu. Hii discipline ndio inafanya knowledge iwe na matokeo bora zaidi. Nidhamu kivipi? Nidhamu ya kusimamia muda, nidhamu ya kudhibiti hisia na kuweka mipaka, pamoja na nidhamu ambayo ya kusema lini niseme ndio na lini niseme hapana. Bila nidhamu, manake mahusiano yanageuka kuwa distraction. Sasa tufenyeje? Tatizo si mahusiano, ila ni ukosefu wa nidhamu ndani ya hayo mahusiano. Nidhamu ya kusimamia muda. Muda gani niwe lectures? Muda gani niwe na marafiki? Muda gani nijadili kitu hiki? Au muda gani niwe busy na future au mambo ya maisha? Kama mahusiano yanakusaidia katika swala zima la nidhamu, ni vizuri. Manake kama mwenza wako anakusaidia, my friend, sasa hivi unapaswa kwenda class. My friend, sasa hivi unapaswa kufanya hiki. My friend, sasa hivi unapaswa kufanya kile, au unapaswa kusema hiki, basi ni mahusiano salama. Lakini kama mahusiano ambayo hayakusaidii katika swala zima la nidhamu, manake muda kuwa darasani wewe uko busy na mwanamke ama mwanaume, muda wa kufanya kitu hiki wewe uko busy kusuluhisha migogoro iliyotokea katika mahusiano, hayo si salama na tunapaswa tujitafakari. Lakini swala mada nani, kituo cha mwisho ni connection, mtandao watu. Tunapokuja hapa tunakutana na vitu mbalimbali, tunakutana na watu mbalimbali wenye ujuzi na wenye maeneo mengi ambayo yanaweza kutusaidia kwa kesho zetu. Sasa kama mahusiano yako yanakufungia na connection, manake hayo si mazuri. Tukiangalia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977, tukiangalia kifungu cha 15 pamoja na kifungu cha 16, hasa katika kipengele cha kifungu cha 16 haki ya faragha, na kifungu cha 15 hichi kinasisitiza zaidi kuhusu haki ya uhuru wa mtu binafsi. Sawa, tunatambua kwamba tunakuwa na uhuru binafsi katika mahusiano, na hasa katika hichi kipengele cha kifungu cha 15 kinatoa uhuru wa mtu kuishi kama huru, na uhuru wa kuchagua mpenzi, na uhuru wa kuchagua mpenzi wake, kuamua namna ya kuishi na mpenzi wake, na kama ataingia naye kwenye ndoa au asiingia naye kwenye ndoa. Kwa hiyo unakuta watu wengi hapa ndo wanakuwa sawa, wana uhuru kulingana na au kwa mujibu wa katiba, lakini pia wanakuwa wakati mwingine wanavunja mipaka ya uhuru wao. Nizungumzie upande wa watu ambao wana mahitaji maalum. Nashindwa kuelewa katika haki hii ya msingi ya kuwa katika mahusiano binafsi au uhuru binafsi katika mahusiano. Sijajua, labda mtaalamu anaweza katuambia kwamba wanawasaidiaje wao watu ambao wana mahitaji maalum wanapokuwa wanahitaji pia kupata haki yao hii ya msingi ya kuingia katika mahusiano. Wanavyuo wengi wanajiingiza katika tamaa ya maisha, na mara nyingi swala hili linakuwa linashusha hadhi ya wanachuo, kwa sababu unakuta mtu anaiga maisha ambayo hawezi akayaishi. Inapelekea sehemu msomi wa chuo kikuu ambaye jamii inamtegemea anaweza akaingia katika mahusiano kwa kununuliwa chipsi tu za shilingi 2000. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani wewe msomi wa chuo kikuu ambavyo unajidhalilisha na kudhalilisha utu wako pamoja na elimu ambayo unayo. Sisi tunaamini kwamba vyuo vikuu ndio sehemu ya kuandaa wataalamu, lakini cha ajabu mazingira kama hayo huwa yanatokea kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa mimi niwaombe wanafunzi wa vyuo vikuu, hasa wadada, wabadilike. Kwa mtazamo wangu naweza nikasema kwamba ni sehemu ya maisha ya vijana wengi wa chuo kwa sasa hivi, si ndio? Na pia chanzo kikuu cha mahusiano kinaanzia ndani ya akili ya mtu, kwa sababu mtu huwezi tu ukashawishiwa uingie kwenye mahusiano kabla wewe mwenyewe hujafanyaje, haujawaza. Sawa? Yes. Kwa
kama akili ya mtu ndo sosi kubwa, akishatengeneza hilo wazo ndo anakuja kukutana sasa na ili tuseme mashinikizo ya nje, ikiwemo peer pressure, ndio, mazingira, familia, yes, na vitu vingine ikiwemo mazingira ya kiuchumi ya mtu binafsi. Ndio unakuta sasa mtu anaingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Lakini pia kibiolojia, ili ni hitaji ambalo haliepukiki, kwa sababu mahusiano kiasili, yani mtu anahitaji kupendwa, kukubalika, kuthaminiwa, lakini pia kujisikia wa muhimu kwa mtu fulani, si ndio? Yes, hiyo ni asili ya mtu, ni nature, hauwezi ukaidistract. Lakini sasa hapo kwenye hayo mahitaji kuna issue ya nini? Machaguo, ambao mapresenta wa nyuma wameshazungumzia, na tukaona njia tofauti tofauti ambazo tunaweza tukazitumia kutengeneza mahusiano yaliyo salama. Na mwisho naweza nikamalizia kwa pointi 3. Kwa vijana sisi wa chuo tunatakiwa kujua kwamba mahusiano si mashindano. Sawa? Kwa mfano, unaweza ukakuta kijana ametoka kwao ni mzuri kabisa, lakini ameingia chuo akakuta roommate wake wao ni watu wa nini? Wa harakati. Sawa? Yes. Kwa na yeye anashawishika ili kushindana nao zile Excel. Maana anaona kila siku Excel na yeye anaingia ili apige Excel. Yes. Pointi nyingine ni kwamba ni bora kuchelewa kuliko kuharibu nini? Kesho yako. Hii sijaifanyia uchunguzi sana, lakini hisia zinanituma kwamba kuna baadhi ya finalisti sasa jinsia yake unakuta wanaingia kwenye mahusiano akiwaza kwamba je, nikimaliza nitaenda kuishi vipi? Narudi tena nyumbani. Umeona? Kwa hiyo unakuta anamng'ang'ania mtu fulani, na huyo mtu usikute alimpenda for temporary uses. Umeona? Anamng'ang'ania yule mtu, anamtia ujauzito, alafu anamtelekeza. Kwa anakuwa tayari kasharibu nini? Kesho yake. Umeona? Pia ya mwisho ni kama marudio, lakini kuchagua kwa akili na sio kwa nini? Kwa pressure. Mahusiano vyuoni linakuwa harisi zaidi kwa sababu ya mazingira ya vyuoni yana nguvu kubwa kuunda maamuzi ya kijamii na mapenzi. Upande wa mazingira, chuoni kuna uhuru mkubwa ambako mtu alipotoka O-level mpaka advance alikuwa na mtu ambaye ana mentor ambao ni walimu, walikuwa wakimsimamia wakati wote. Kwa hiyo alikuwa ana nidhamu ile ya uoga ambayo anaogopa akifanya jambo fulani mwalimu atamuonaje, mwalimu atampiga au nani atamzuia. Lakini alipofika chuo pakawa na uhuru wa yeye kuweza kufanya maamuzi. Ule uhuru mkubwa aliopata chuoni ulisababisha kuingia kwenye mahusiano. Moja, sababu ya marafiki, ushawishi mkubwa wa marafiki. Anafanya ili asionekane mpweke, wenzake watamuonaje. Kwa hiyo anafanya ili kuonekana na yeye ni mtu katika watu. Lakini pia anafanya kwa ajili ya kihisia. Kwa umri wa miaka hapo tunatambua freshers wengi, tukizungumzia freshers tukiwatoa in-service, ni wakati ambapo wapo wengi kwenye adolescence. Tunatambua kibiolojia ndio wakati ambapo msisimko mkubwa wa kihisia. Wengi unakuwa ni wakati ambao unawaruhusu kuingia kwenye mapenzi. Sasa unapokuwa unawaruhusu wengi kuingia kwenye mahusiano na ikiwa hakuna watu wa kuwamenta, inasababisha kuingia kwenye mahusiano na kutengeneza madhara makubwa. Kuwa na mahusiano vioni sio kitu kibaya wala sio dhambi. Kwa nini? Kwa sababu unapaswa pia kuadhiria kitu fulani kinaitwa 4Ws. 4Ws: what, where, when and why. Unapaswa kufanya nini, wapi, wakati gani ili iweje. Sawa?
wewe kuwa na mahusiano au kusingizia mahusiano yamekufelisha ashakum si matusi, huo ni ujinga. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu hana mahusiano, au unaweza ukawa hauna mahusiano na ukafeli vile vile. Alafu kuna mtu ana pisi 8 na ananyosha darasani fresh. Sasa wewe unasingiziaje mahusiano yamekufelisha blaza? Inakuwa sio kweli. Lakini tunapaswa kujitambua kwamba tunapaswa kufanya nini kwa wakati gani. Masaa 24 ni mengi sana. Sawa? Ukiona mwenza wako au unaye date naye ana propose masaa yako 24 yote yawe kwake, hicho kitu aisee itakuwa kama mnaigiza. Hiyo ni comedy, au sio bana? Kwa unapaswa kujitambua, lakini pia kila kitu kinapaswa kuwa na nafasi yake. Kitu kingine, kuna dadangu mmoja alizungumzia kitu fulani, ningependa pia nijazie kidogo. Kiuhalisia, huu ndo muda wa kumselect your future husband and your future wife, au sio bana? Usitegemee ukimaliza hapa chuo obviously ki approximately sawa. Kiuhalisia ukimaliza chuo utakuwa na kama 23 24 hivi, sio? Sasa 23 24 ndo uende mtaani uanze kumsearch your future husband, your future wife. Itakuwa ni noma kwa kweli, au sio? Huwezi kumkunja samaki ambaye ameshakauka. Kwa inabidi umtengeneze future husband wako, future wife wako kipindi hiki. Nikianza kurejelea, yuko mwanafalsafa mmoja John Stuart alisema kwamba mtu anao uhuru wa kuchagua maadamu tu haathiri wenzake au watu wengine. Lakini pia sambamba na hilo, Wagiriki wakakazia wakasema kwamba mtu mwenye hekima ya uhuru anao nafasi ya kujitawala. Hii ina maana gani? Hii inarejea kwenye tafakuri zetu na sambamba na mada tuliokuwa nayo mezani ya kwamba je, ni kweli mazingira yanaweza yakamuongoza mtu kuchagua kitu? Kwa mtu mwerevu mwenye akili timamu, jibu ni hapana. Kwa sababu gani? Sote tunaamini kwamba mazingira yana ushawishi 100%, lakini ni stiki hapo kwenye lakini. Mwanadamu mwenye akili timamu anayo nafasi ya kuchagua na kusema ndiyo na kusema hapana. Sote tunakubaliana hivyo, si ndio hivyo? Mimi naweza nikashawishiwa na mazingira, na ndio maana kuna ego na ID. Wana saikolojia watakuwa wananielewa kwamba ID mimi nawaza nikaibe, si ndio hivyo? Muda huo ego inaniambia hapana, ukiiba ukikamatwa. Ego nyingine inaniambia hapana, kaibe. Sawa sawa? Na ndio maana nikasema mwanadamu mwenye akili timamu na mwerevu hawezi akashawishiwa na mazingira, hususan juu ya maamuzi ambayo yanatoa. Basi kwa kunakili hivyo, tunasema kwamba wako wachache ambao watadhani kwamba uhusiano ni lazima, lakini la hasha, si hivyo. Na uzuri katika mazingira tuliyokuwepo ni mazingira ya kupata exposure. Yupo mmoja aliongelea masuala ya connection na baadhi. Huwezi amini, maisha ya kweli ni kuwa na marafiki, lakini sio kuwa na uhusiano. Kivipi? Kwa sababu rafiki naweza nikamstadi, sawa sawa, nikafahamu huyu ni rafiki wa kweli au ni rafiki wa uongo. Lakini mahusiano, ukishaingia kwenye mahusiano, kuna maisha yanaitwa maisha ya maigizo. Na maisha ya maigizo ni pale tu wazungu walipotuficha, ndio wanaitwa courtship. Sisi tunaelewana hapo? Courtship tunatafsiri kama ni uchumba, sawa sawa, lakini yale ni maisha ya maigizo. Kwa sababu gani? Mimi naweza nikawa na pisi zangu 5, sawa, lakini siwezi nikafahamu labda Ashura au Mariamu ni mchoyo, yuko na mimi, nikaenda kefu ananunulia chips nini vidali, sawa sawa, lakini kikawaida ni mchoyo. Lakini huwezi ukaona katika nyakati zile za courtship. Lakini iweje awe rafiki yako? Na kisha kwa rafiki yako lazima atakuonyesha marafiki zake. Angalia uhusiano uliokuwa nao. Je, mpenzi wako anakutambulisha kwa marafiki zake? Hawezi. Kwa sababu gani? Marafiki zake wanafahamu tabia zake. Je, iweje wewe ufahamu tabia zake? Sawa sawa, lazima tutumie akili. Lakini pia mahusiano au uhusiano ni kitu ambacho kinaweza kudhibitiwa. Haitoka kusema kaka yangu pale, ndugu yangu alisema hivi kwamba
Hujawahi kuona darasani wale watu ambao wana pisi 10 na ukienda kwenye ubao pale yuko namba 1. Wewe huna hata hii. Hujawahi kutuma meseji hata hii wiki nzima, lakini upo chini kwenye mkeka. Nini kifanyike? Ni kwamba kile kitu kinaweza kudhibitiwa. Kwa kumalizia, kwa muda ni kwamba kwa sisi Waislamu tunasema qadarallahu fihi, sawa sawa, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndo anakadiria. Kakangu alisema kwamba huenda hapa ni sehemu sahihi ya kuchagua mke, lakini mimi nakataa. La hasha. Sawa sawa. Hujawahi kuona yule mtu ambaye alimpata mtu leo kesho akaoa? Vipi na huyo? Maana yake kumbe kadari ya Mwenyezi Mungu yeye ndo anaifahamu kwako na imeandikwa. Sawa sawa. Fanya kitu sahihi, tumia akili. Nini kifanyike? 1, kuwa na malengo. Ndani ya miaka 3 ni nini unakifanya? Na ili malengo yaweze kufanikiwa, ni nini ambacho unatakiwa kufanya? 1, kuwa na nidhamu binafsi. Tunatambua tulikotoka tulikuwa na nidhamu ya uoga, lakini mahali hapa ukiwa na nidhamu binafsi itakusaidia kuyafikia malengo yako. Lakini kuwa na watu ambao wanaendana future ya kwako unakohitaji kwenda wewe. Watasaidia wewe kutengeneza nafasi ambayo hautajisikia kipweke, kwa sababu utakachokuwa unakifanya wao watakuwa wanakusupport, na kile ambacho unataka kufanya kabla maamuzi hujafanya wao watakuwa ni sehemu ya kusupport kile ambacho unakifanya. Hata kama umefanya kwa ubaya watasema hapa umejitahidi, ila fanya hiki uongezeke zaidi. Lakini kama hautapata watu ambao unaendana nao kwa future, maana kwamba hawatasema kile ambacho unakipenda, watasema kile kitu ambacho wewe hukipendi, itasababisha uchukue maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ili uweze kuepukana na hayo, 1, pata watu sahihi wanaoendana na malengo yako. Weka malengo ndani ya miaka 3 nini unakifanya. Lakini pia weka mipaka mapema. Wewe kama msomi unapoingia tu, iwe ni kwa semester ama kwa wakati huu, kwa kila wiki unakuwa na timetable ambayo inakuguide wewe ili kuepukana na mazingira ambayo yanaweza kupelekea kuingia katika vishawishi ambavyo havikutarajiwa. Lakini jambo lingine ni kwamba ni kuwa na uchaguzi sahihi wa marafiki wenye mtazamo chanya wa mbele. Mara nyingi hapa ndo tunapokosea. Unakuwa na mtu ambaye mindset yake kila baada ya dakika 5 anakushirikisha habari za wanawake, ikiwa wanaita mademu. Anasema pale mimi nilipiga pale hamna chochote. Sasa mtu wa namna yule kama ni rafiki yako, kila siku unaanza naye kuishi naye kuanzia asubuhi mpaka jioni, tayari ile hali inaanza kukuambukiza taratibu. Ndio maana nasema hivi, unaweza kawa sio mwizi, lakini ukitembea na mwizi utaitwa nani? Umeona? Kwa hiyo hicho ni mojawapo ya vitu ambavyo pia vinatuathiri kwa kiwango kikubwa. Jambo lingine ili kuweza kuepuka na hilo ni kujiunga na makundi yanayopenda kusoma kwa njia ya majadiliano, ambao kwa maana ya kwamba watu ambao wako committed. Moja ya vitu ambavyo tunashindwa ni kuwa na watu sahihi katika makundi yetu ya kusoma. Ni kweli na rafiki zako kwa sababu ni peer group, unafanya nao discussion, lakini mindset za wao kama mko 5, 3 wanatafakari habari ya maisha mazuri, wanatafakari juu ya kuwa na kazi nzuri, lakini wanashirikishana njia za shortcut kuweza kupata fedha. Na mwingine anakupa yale mashinikizo, bwana wewe mbona umekuwa umezubaa sana, hizi nafasi ndio za kutumia, kwa nini usimuone Johnny, yeye ni provider mzuri. Na wewe unajilengesha, unapata mimba, ile future yako inafanyeje? Inaharibika. Jambo lingine ni kuridhika. Sisi ili tuweze kuepuka na haya mambo ni kuridhika na kile tulicho nacho. Epuka maisha ya kuigiza. Maisha ya kuigiza ndio yanotupa athari ya vijana wengi kuingia katika mahusiano tusiotarajia. Kwanza hatuna research, hatujui hao watu wametoka wapi, background zao zikoje. Kwa hiyo unaingia katika maumivu ambayo yanapelekea kuathiri hata uwezo wa kutafakari juu ya masomo yako. Nakumbuka mada iliyopita tulikuwa tunajifunza habari za AI. Uwezo wa wanafunzi wengi umeshuka kwa sababu vichwa vyetu vimetawaliwa na mambo ambayo si malengo makuu yaliyotuleta hapa. Kwa hiyo tunajikuta nguvu kubwa tunaitwisha AI kutupa majawabu
ya yale yanayotusibu. Kumbe ilikuwa ni fursa pekee ambayo tungekati kama kundi tukajadiliana juu ya habari ya maisha na kupata mifano halisi ambayo ingetupa tajriba ya kuweza kupambana na maisha baada ya kutoka hapa. Mwisho kabisa ni masuala ya usimamizi wa fedha. Tunapata fedha za boom, lakini baada ya wiki 2 zimeisha. Ngoja nikwambie, mimi mwenyewe hapa ni mnufaika wa boom, lakini ni mtumishi wa serikali zaidi ya miaka 14. Lakini maisha nayoishi ndani ya boom si chini ya shilingi 3,000. Ni uamuzi wako kufanya maamuzi sahihi na kutafuta mtu aliye sahihi. Kitu kinachotuangusha ni kwamba unampata mtu, unajikabidhi mwili wako wote. Ukishajikabidhi mwili wako wote, value yako inashuka. Kwa yule mtu anaenda kutafuta mtu mwingine mwenye value ambayo vile vilivyofichika hajawahi kuviona. Asanteni. Mada ya leo imekuwa so interesting. Ndio maana hoja zinakuwa nyingi, lakini tutaendelea kukutana katika discussions zingine. Huu sio mwisho bali ni mwanzo mwema. Kwa kusema hivyo, naomba nitamatishe discussion chamber siku ya leo tarehe 15 Februari 2026. Discussion chamber haina la ziada mpaka wakati mwingine. Jina langu ni Nasma Ali. See you when you see me.